Ulishai kujiuliza ni kwa nini kadri unavyojaribu kubadilika ndivyo mambo yanavyozidi kuwa magumu, ndivyo unavyozidi kukutana na changamoto? Kadri unavyotangaza kuacha pombe ndivyo unavyokutana na ofa za pombe za bure. Kadri unavyotangaza kuacha uzinzi ama kuwa single ndivyo unavyokutana na changamoto za kuwekwa katika mazingira hayo. Kadri unavyosema nataka kusave ndivyo mambo yanavyotokea, yanatoa ile saving yako yote. Ulishai kujiuliza kwa nini? Kama ulishai kujiuliza majibu kabla hujamaliza hii video, utapata majibu yako. Kama anavyosema kwenye video zangu, wewe ni multidimensional being, kwa maana umedhihirika katika nyanja tofauti. Kwa hiyo wewe wa zamani alikuwa tu haishi na wewe kimwili, bali alichukua mental na spiritual real estate. Alikuwa kachukua uwekezaji kwenye fikra na kwenye hisia zako. Kwa hiyo unavyojaribu kumwacha wewe wa zamani na kujaribu kumkaribisha wewe mpya, huyu hakuwa tu physically, alikuwa mental na spiritual. Kwa hiyo atafanya kila namna kutaka kuendelea kuishi ndani yako, kuleta matukio, watu na hali fulani, ili wamenshi ile frequency ambayo amekuwa akiishi ndani yako. Anachokitaka ni kitu kimoja tu kwako, ili aendelee kuishi ndani yako. Anataka emotional reaction basi. Kwa hiyo matukio yanavyotokea, kadri unavyo react ndivyo unavyomuenergize huyu kiumbe ambaye unajaribu kumwacha kukaribisha kiumbe tena mwingine. Kwa hiyo unavyo react ushamchaji tayari katika mental na spiritual plane, kwa anazidi kuendelea kuishi ndani yako. Hivyo basi ukitaka kubadilika katika maisha yako, ukiona kuna magumu unakutana nayo, jua tu kama ni daraja ambalo linakuchallenge wewe ku-exercise ile self control, kwa maana kuto kureact katika matukio ambayo yanatokea katika maisha yako, kwa maana kuto kuruhusu matukio ya kubadilisha the way unavyojisikia ndani yako na katika mental plane. Hivyo ndivyo unavyoweza kumshinda huyu mtu ambaye anajaribu kuendelea kuishi ndani yako. Anachokitaka ni kimoja tu, ni emotional reaction. Ukiweza kumaintain ile mental na spiritual state ya matokeo unayoyataka kutokea katika maisha yako kwa muda mrefu, ndivyo unavyomzoofisha huyu mtu wa zamani ambaye unajaribu kumbadilisha na kukaribisha chumba cha mtu mwingine mpya. Kwa hiyo don't react. Okay, so nisisema usireact. Kuwa na muda mfupi wa kureact katika matukio yanayotokea ambayo huyahitaji. That is my point.